when I was in that age, youth, I decided, because myself, I started preaching just 2 months after salvation is when I started, and I had that urge to preach the gospel. Nikaanza kusikia mwito ya kwamba I ought to reach people with the gospel. Na I remember kuna wakati ilifika around 1996 there, I decided that I'll be preaching in matatus. Wakati zilikuwa matatu. Sio kama hizi sijui mnazita namna gani siku hizi. Mabasi mnazitaje? Okay, vile mnazita tu. Lakini za siku hizo zilikuwa zile mnakaa waine kama orbit mnashikana. So I was giving the word, lakini kwanza nilikuwa nikianza hivi. Ninawaambia kwamba nataka kuwaletea neno la Mungu. Kwa hivyo nipatie sikio lako, na mimi sina haja na sadaka yako. Nikiwaambia sina haja na sadaka yako, nasikia sina haja na sadaka yako, nasikia maroho zimetulia. Maana wanajua kwamba mhubiri wote lazima itishe nini? Sadaka kwa magari. And I remember that I could preach the gospel, I could pump the gospel. Kuna wakati moja nilikuwa nikihubiri from Nairobi, nikapanda, maana there was a time I was staying in Mombasa. Nilikuwa nikihubiri, basi ilikuwa imejaa Waislamu na sikuwa na uoga. Bwana asifiwe sana. Sikuwa na uoga, ile uoga ya kuogopa watu. Sikuwa na uoga, hapana. I was preaching. Ana sura za watu hazikuwa zikinitisha. My aim was to preach the gospel and to change the lives of the people. That was what I was doing. Bwana asifiwe sana. By then I was a young guy. Nilikuwa kijana. Hallelujah. Ndio baada imaandiko yanasema kwamba that I'm speaking to you, a young person. And ndio maana unaona nimecompliment that guy when I'm na miwani. I don't know his name, lakini nampenda sana. Because he's doing what a young person is supposed to do at his age. Na wengine. Mwadha ni agosho? So if at all there's something that I can encourage you to do, make use of the talent God has given you in your youth. Nakwambia usikishindwa na maombi hapa sasa. When you get married, ukiolewa ama kuoa, sasa hapo hata hakutakuwa na maombi. Utashindwa kabisa. Hautaweza. This is the time now to build the foundation. Bwana asifiwe sana. Now, let's go to the principle for teenage change. There's somebody, we want to look the life of this person, Daniel. Tuone ya kwamba Daniel was also a young person like us. Alikuwa kama sisi tu, lakini tuone alikuwa, how was he? So let us first of all look this principle. There are about 5 of them, and by the will of God, I know that we are going to complete all of them. These principles that Daniel had, so that we may compare ourselves with Daniel. Tuone ya kwamba kama tuko na hizo principle, or where we can rectify. Bwana asifiwe sana. In the book of Daniel, chapter 1, verse 8. Let's go there. We shall dwell in the book of Daniel. Daniel, chapter 1 and verse 8. Can we read together? Tunaweza soma pamoja. But Daniel made up his mind that he will not defile, taint or dishonor himself with the king's finest food, or with the wine which the king drank. Bwana asifiwe sana. So the principle number 1, it is what we call value. That is the principle that, number 1, that Daniel had. And value is something that you determine that you shall do.
And also in value, there are things that you determine you shall not do. The value of something, it is mostly determined by the price. And for you to have the real value of life, you got to pay the price of this life that you are living in. Maana yeye alisema ya kwamba, because I value myself, I know who I am. I know who I am. That I will not defile myself. I'll not dishonor or taint my image with the king's finest food. The devil is the king of this world. And there are many things that he is offering, especially to young people. And it is only his offering in a very cheap price, the price that anybody can buy. So what the enemy is after, he's after young people to buy all that he has offered. Buenas fies sana. So he decided that I'm not going to taint or to dishonor myself. So he had to value. Na hivyo ndivyo unakuta ya kwamba you are supposed, he valued himself. You are supposed to value. Because a young person is somebody who's got a lot and lots of enemies. Buenas fies sana. Nilikuwa nikiangalia runinga, nikaona kuna wadada ambao, those girls who are lured through Facebook, and they started a certain group, and that group ended in a bash, and that bash ended for them being taken hostage for some days, and it did not augur well with the parents. Buenas fies sana. Every trap in this world inarushiwa vijana. Kuna dada moja alikuwa akitueleza ya kwamba alikuwa akitaka kazi. Sasa kutaka kazi, akakutana na one of those agents of the Arab world, na alipokutana naye akampatia deal, akamlipia mpaka air ticket. Sasa wakati walipofika kule, sitataja ni nchi gani, ile kazi, maana alikuwa ametiwa kazi ya supermarket na ni mshahara ulikuwa mkubwa zaidi. So badala ya ile kazi, alienda akashikwa mateka na akaanza kufanyishwa kazi ya ukahaba kule by force. Bwana sifiwe. Ndio unakuta ya kwamba young people, young girls, young men, you've got a lot and lot of enemies. So unless you put into consideration the value that you have, but I thank God because you are in Christ Jesus. You have already overcome the world. Hallelujah. Somebody who has got value is somebody who decides that I'm not going to follow this route, I'm not going to follow this way, because I know where this road or this way or this path may lead me unto. He is a person who says no, and when he says no, it is his no, because the Bible says, let your no be no and your yes be yes. So somebody who puts value of his life, he makes a declaration that I'm not going to follow this road. This road is the road of destruction. So a person of value, he is a person of separation. These guys, they decided now they are going to separate themselves.
when you include Shadrach, Meshach, and Abednego plus Daniel, they separated themselves and they decided, we are not going to dine. We shall not eat these delicacies of the king. Hatutakula. Ndio ni chakula tamu, ni nzuri, hata ziko na manuka zinavutia, zanukia vizuri, lakini hatutakula. Mwadhani yagosho? Na hiyo ndio decision you are supposed to make. Hallelujah. Kuna wakati nilikuwa nikiishi Thika na one sister, she was very much dedicated, a very young girl. Sasa siku moja akaitwa na friend yake, alikuwa akisoma naye, lakini hakukuwa na msimamo mzuri. Huyo anamuita, lakini the sister ambayo tulikuwa naye in the same nini youth group, alikuwa na msimamo thabiti, lakini ule hakuwa na msimamo. Sasa akamwambia kwamba come on a certain day unisaidie kazi because we've got guests. Sasa alipoenda kule akaambiwa sasa tusaidie kuserve nini guest. Wakaserve vizuri, kumalizia kuserve chakula akamwambia sasa ni kuserve soda. Kaserve vizuri, kumaliza kuserve soda akamwambia sasa bado tujamalizia, kuna kinywaji kingine sasa hapa tutaserve. Sasa shika nene twende tukiwapatia. Sasa anajaribu kusema sasa, unajua nimeokoka. Anasema ndio najua umeokoka, lakini wacha tuserve hapo tukumalizie, tumalizia. Alianguka kwa trap hivyo. She fall in the trap that way, and falling in that trap, hapo ndipo unakuta ya kwamba anamixiwa soda inamixiwa na ile kali kabisa. Bwana sifiwe sana. But could she have valued herself and declare kwamba hapa sitaenda? Hata mimi kuna wakati tumekuwa there was a time we were having cousins meeting. Sisi kwetu tunaenda kwa mkutano unaanza vizuri sana, watu wakiwa watu wa heshima. Tunaanza vizuri, tunakula nyama, maana watu wa makazini wetu wengi wako na hela kweli. Alafu wakati nilikuwa mtoto wa kiroho, but I had valued myself. Afu wanaitisha sasa, afu wananiambia niwaka nini, wanaongezea mpaka maandiko, wanasema kwamba ona maandiko ni mara ugaterere ati niwaka nini, just drink a little because of your stomach. Bwana sifiwe sana. Sijui kama nani ashai kujaribiwa hivyo, ati kunywa kidogo kwa sababu ya tumbo. Na unajua tumbo ya Timothy, yani he had a problem, and the cure was the product of the grapes. Ndio maana alikuwa anaambiwa na Paulo ya kwamba because you've been having that problem, it was historical. Because you've been having that problem, you just take a little for the sake of your stomach. Na unakuta mpaka wananiambia kwamba hata Yesu alitengeneza pombe. Ni hata odekire niweka nini. From that time nikaanza kuona kwamba these people, they don't know who I am. I was still a preacher. I could preach to them. They don't hear the word of God, but they are telling me to take their delicacies, their drinks. So I bade them goodbye. From that time, I have never gone to those. Sijai kwenda. Bwana sifiwe sana. And my brother and my sister, if you come across anybody who is devaluing you, or anybody who is belittling you, huyo mtu mweke kando kabisa, usijipendekeze kwake. Bwana sifiwe sana. Ama mtu ambaye haoni kama as though you can do anything, separate yourself from that person. Anybody who cannot add value, you just sideline that person the rest of your life.
Hallelujah, vijana. Bwana asifiwe sana. So that is the first principle. The principle of value is to decree and declare that I can follow this road, I cannot follow this one, I can go there, I cannot even not go there. Bwana asifiwe sana. When I was a young person in our church here, tulikuwa vijana wengi sana, wengi hata mostly, na nilikuwa nikiangalia ndio na kwamba men tulikuwa wengi, the youth men tulikuwa wengi sana hata kuliko wasichana, lakini mimi kuna wengi ambao singeweza kutembea na wao, maana I wanted somebody ambao, because I had that passion of preaching, so I wanted somebody who had also passion, and you are supposed to link yourself. Unastahili kujishikanisha na mtu ambaye akona pia maadili ambayo unapenda ama vipawa ambavyo unapenda. Huyo mtu mkishikana, you can go far. Lakini ukishikana mtu ambaye hana zile taratibu unazopenda, vile atafanya, he or she will start to suck from you. So things are, mambo ni mawili. Bwana asifiwe sana. Especially those whom God has actually lifted and uplifted their life. You're supposed to be very careful. Mwadhani Agosho, can I show you an example here? I need two people here. Hebu nilete kiti moja tu. Nilete tu ile kiti moja ya nyuma, alafu mje watu wawili. Pale ile ya nyuma tu kiti moja, alafu mje wawili. I show you an example. There's an example I want to show you here. Yeah, you can come. Kuja tu. Wewe kuja nayo. Bwana asifiwe sana. Let me give you an example. Simama hapa juu. Hapa. Simama tu hapo juu. Simama tu. Mimi nimekupatia ruhusa. Simama tu hata kama iko na matope ya ruhusa yangu. Okay, angalia pande. Okay. Sasa now si unakuwa na rafiki yako. Si sawa? Okay, now God has empowered you and has uplifted you and has given you a gift. Bwana asifiwe sana. Na sasa you decide to have a companion who doesn't value him or herself, neither is that person value any gift. Bwana asifiwe sana. And you are working together. Let's take an example. He is the one who has been exalted by God. Sindio? He's got the gift of worship, of praises. Then he is an orator in the church. He's somebody who he's got the spirit of counsel. He can counsel lots of the youth. Now, let's take an example. Lakini sio vile huko. I know you seen sawa. Yeni a brother who is lukewarm, hapendi kwenda kanisani, hapendi worship, ni brother wa mayoyo, hataki mambo mengi. Bwana asifiwe sana. And he, because he has been uplifted by God, decides that he's going to uplift the level of that one. Bwana asifiwe sana. Do you know the result? Who is going to be the winner? Ebu sasa mvutane. Sasa wewe unamvuta na usinini, wewe unamvuta umuinue juu kiroho. Yeye haombangi. Wewe ni mwombaji sio? Wewe sio wa worship, wewe ni wa worship. Bwana asifiwe sana. Na wewe unataka muwe mnaenda zile zinaitwaje? Mnaenda mabashi. Si ndio? Mabashi na zingine zinaitwaje? Ziko na nasikia zinaitwa mambo za kuomoka, si ndio? Si sawa? Okay, sasa nani ataweza mwingine?
just nguvu kidogo tu inamshusha chini. Hapo ndipo unakuta, thank you my brothers and my sister, hapo ndipo unakuta wengi ambao walikuwa, so those people who are strong in the spirit, they have been brought down, because huyu ambaye ako juu, Mungu amemuinua, anavutangwa kidogo tu, and that's all. Bwana asifiwe sana. That's why you've got to consider the value that you have, especially those who are gifted here. Si nimekuta hapa vijana wanaongoza worship. Kuna kijana moja tulikuwa naye kule kwa bishop jana. Where is that young guy? Yeah, tulikuwa. Hey, God bless you brother. Mungu akuonekanie. Bwana asifiwe sana. Umeona vile wamekuwa hapa? So ni kutapiwa tu kidogo. Kutapiwa tu and you are down. Bwana asifiwe sana. So this person, what he can do, it is to survey and to know the mtu ambaye ako na values kama zake, washikane, they'll go far. Mwadhani yakosho? Okay, the second principle is courage. Courage. Now courage, that one is in Daniel chapter 6 verse 10. Daniel decided, yes, there was this worship of the idol, the idols that was constructed by Nebuchadnezzar. Lakini aliamua, he decided ya kwamba mimi sitainamia any image. And Daniel learned that the decree had been published. He went home to his upstairs room where the window opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God. Ndio imesimamishwa kabisa, that hiyo sanamu imesimamishwa, lakini alikuwa amepurpose ya kwamba I'll be so courageous even if it is facing the king. I'm going to face the king, but I'm not going to give allegiance to his rules and regulations. Sitajipatiana. Bwana asifiwe sana. Young people, we are supposed to have that stand ya kwamba you can even face your boss. Kama umeajiriwa, uambie kwamba anastahili kuokoka. Mwadhani yogosho? Kuokoka na kuwa na msimamo mzuri. But first of all, unajua vile watu wanataka, they want to kuona, because you are a letter that's supposed to be read by many people. You are a letter. Nisema kwamba you are a seed, but now you are a letter. So you are supposed to be read by many people. And when they are reading you, let the writings be clear to them, so that anybody who is running can come. Mimi nakuja kuona. Yeah. Thank you so much. Lazima nifuate sheria. Nasikia hapa kuna sheria. Na mimi ni mzuri kufuata sheria. Si imebaki dakika ngapi? To 5:20? 15? Si ndio? Bwana asifiwe sana. Is it 15 minutes? Yeah. Naona kama ni Is it ni 15? Yeah, ni 15 minutes. Si sawa? Bwana asifiwe sana. So the second value is courage. Ya kwamba unastahili kuwa na ujasiri. Mwadhani yogosho? I remember there was a sister tulikuwa naye kule Banana, and she is the mother of one of our young people here. Huyo dada, wakati huo tulikuwa kule, kuna wakati tukitoka kanisani masaa ya saa 4 hivi saa 5, kutokea hivi
akawa surrounded na vijana karibu 20. They wanted to rape her. She knelt down and started praying in tongues. She prayed for about 15 minutes. Naona kama hao vijana walitoroka baada ya dakika 5. Yeye kuamka hakuwa na mtu. Bwana asifiwe sana. She was not ready for the fate that was trying to encounter her life. She was not ready. She was bold enough. Bwana asifiwe sana. Na ndipo my sister, ukiona jamaa anakuita, wewe muulize, akisema okay, uende kwake. And let me tell you, if at all there is a very dangerous weapon girls have, is the eyes. Msichana kama amemina macho yake akuangalie hivi kama amemini. Unajua wanasimamanga hapa wakati wa harusi wanaambiwa kwamba eyeball to eyeball, wakati wanapotoa wanaanza kutoa zile vows. Bwana asifiwe sana. Hizo ni za haya, anakuwa na haya because of love. Lakini if she looks you, na ukitaka kujua, hebu enda tafuta, hebu enda angalia mwanamke askari, polisi, mwanamke. A woman has got the strength to see all corners, and a woman can discern. Jali ukijaribu kwenda kwa demu hivi, hata kama ukimtaka, hata kama hujamwambia, anajuaga tu kukuangalia kwa macho. Anajua oyo enodo, wanausemanga enodo. So this is the weapon that ladies you have been given, your eyes, sharp eyes. Na ukiangalia kijana hivi, mwambia kwamba ni mimi ulikuwa unaniita. Okay, sema. Kama umemtazama hivi, lazima ata freeze. Atakwambia tu ni salamu tu. Salamu tu. Ladies, mbona mtumii kukazia? Ukikazia mwanamume macho hivi, that is one of the toughest weapon that you have been given. Kukazia macho. Hata akiwa ni aina gani, ukimkazia macho hivi, that's all. Bwana asifiwe sana. Nimebakisha dakika kadhaa hapo hivyo. Okay, the other value, sitaki kuingia sana. Naona nikiingia sana sitazimaliza. Hallelujah. The other one is integrity. Integrity is being faithful and responsible and trustworthy. You're supposed to be somebody who is trustworthy. Yani ya kwamba hata mimi nikiwa Nairobi or Mombasa, I know that the stand of sister so and so or brother so and so is perfect. So this is the integrity that he had. Na wakati Danieli aliambiwa kwamba, because he was the governor among the three, he was the leader of the other governors, he was ahead of them. Alikuwa kifanya, and he was trusted by the king because of what he was doing. Kwa hivyo sio mtu ambaye angepatikana na hila yoyote. Bwana asifiwe sana. Sijui kama hapa kuna wandugu ama wadada wameandikwa dukani kwa wenyewe, maduka za wenyewe. Bwana asifiwe sana. You are supposed to work as if you are working for Christ. Sio ifike mahali ya kwamba unasema ya kwamba dehe toka kana igana omuthenya. Itakuwa nikipita na kamia kila siku. You've got to be trustworthy. Otherwise, how can God trust you with your own if you cannot be trusted with the things of others? So it is the plan of God. Uwe muaminifu hata kwenye nyumbani. Yani kuwa muaminifu. Unamushie kuwa muaminifu. Bwana asifiwe sana. Na hii uaminifu ndio imekosekana. My daughter ako form 1. Sijui kama next year wanarudi bado form 1.
Sasa ile kitu ilinishangaza baada ya yeye kufanyiwa shopping na mama yake. Mama yake anakuja kuniambia ya kwamba ameibiwa skirt moja, afu ameibiwa panties, amebakisha 3, ameibiwa mpaka blouse, ameibiwa mpaka sweater. Sasa nilikuwa nikijiuliza, hao watu ambao wanaiba, those people who are stealing the form ones, will God surely entrust them with their own properties? Kwanza kireke ama kireko igwate ate mwiritu kwa nyinaje ragate airogia panti gari gwate kalishi yako. Nilishangaa. Bwana asifiwe sana. So being trustworthy, are you trustworthy wherever you are? Are you trustworthy? Na hizo ndizo principles that we are supposed to have to be a strong youth in the church, somebody who can change others. Most of you in your churches, you have been given assignments. Some are leaders, some are in ushering, some are in choir, praise and worship. Bwana asifiwe sana. So have you been entrusted to the point that when the pastor or the bishop is not there, you can take the mandate of now pushing up that ministry forward? Bwana asifiwe sana. We are supposed to be so faithful. Mwadhani Agosho, na ukitaka Mungu akubariki, hebu akukute katika kazi yake ile ambayo amekupatia. Akukute sasa wewe unaendelea tu. Bwana sifiwe sana. Wanashangaza wengine, maana when we came here, katika wakati tulikuwa vijana kwa hii kanisa, tulikuta kanisa haina maji. Tulikuwa tukiomba huku kwa neighbors, hata hapa chini tulikuwa tukiomba maji hapa. Bwana sifiwe sana. So tukiwa vijana tukajiambia sasa nao tukuikate, maana hatuwezi tukakaa hivi. Tukaungana vijana kadhaa, tukasema kwamba now we are going to go to the senior pastor to tell him that we want to dig the well for the church. Tuguthie atuonie turenda kwejera kanitha githima, and we meant business. Bwana asifiwe sana. Si ati ni wachungaji walikuja wakatuambia kwamba mnakaa mutigeshirio duke mutiru duke mugika kanitha hili mutiru duke ni si we decided. Bas tulipoenda kwa mchungaji anaitwa Simon Jorogi, akachoma hapa miti na hapa na hapa na hapa kona 4. Then we started, tukaanza kuchimba, tukachimba ikafika around 130. Tukua tukikuja hapa. Bwana sifiwe sana. Wengine wanavuta mchanga, tunavuta mchanga mpaka maji ikapatikana. This gedima yake morona, si ati ni watu walipatiwa pesa. Bwana sifiwe sana. And it is you young people, you are supposed to come up with new things and new ideas in the church. Bwana sifiwe sana. Sisi sasa mkituangalia, sisi kazi yetu sana ni kulea watoto wetu. Mweterera tetoke na odomwero ithuĩ ni kurera. Are we together? Courage, facing the situation. So that integrity. So are you entrusted? Is your character, does your character reflect the spirit of integrity? Are you responsible? Are you trustworthy? Bwana asifiwe sana. Are you trust? Mwadhani Agosho, wewe ukitoka hapa, maana kitu tuyotaka green card, ukienda Amerika utakuwa na msimamo ambao uko nao.
Iko ndugu tulikuanga naye hapa, tukwanga tunaamka asubuhi, tunaenda kazini, tunaamka asubuhi akakula green card. Sasa jambo likanishangaza kuona kwa Facebook ameweka ka profile kengine ka chupa ya pombe, chupa kubwa, na nilishangaa nikamwangalia, nikaona kwamba ameweza kunona. Nikaona, nikakuja kujua ya kwamba huo uko kunona sio kwa utukufu. Unajua kuna kunona kwa utukufu, unajua kuna kunona kwa pombe, huko hakuko kwa utukufu. Utiari kwa utikwalili wa gai ni kunywa johi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo what was humbling him here, it is poverty and lack. Na isiwe ya kwamba you are following Christ because you are lacking. If there are people whom God is going to release the wealth of the wicked to them, they are you sasa, nyinyi sasa. Maana tumeprophesy miaka mingi sana. So be ready. Ikiwa kuna watu ambao watatajirika in Kenya more than any other, it is you. Bwana asifiwe sana. There's a question I was asking. If you are blessed, because I know that there are some people who will be earning about millions. Here hapa nyinyi tu, sio wengine. Na hapa usiangalie mwingine, wewe tu. Kwa sababu kuna wakati utakuja utaweza kupata mshahara ya shilingi 1200, 1300. When years to come, majority of you, more than 3/4 mtakuwa na magari. More than 3/4 you. Bwana asifiwe sana. Unajua wengine wanapiga magoti makofi tu. Ni hali ya wega no titani. It is you I'm talking about. The changes that God is doing now in the entire universe. He's shaking every unshakable things, so that when all is shaken, He's now going to direct His virtues to the children of the kingdom. And you are the children of the kingdom. Bwana asifiwe sana. Wengi wanyu vile inaitwa kuomoka, vile munaomoka baada after getting married, mimi hata inanishangaza sana what God is doing in your life, you people. Bwana asifiwe sana. Maana watu wanafanya harusi after very short time. Naona ya kwamba God he has really uplifted them. And you are the people. What are you supposed to do? Bwana asifiwe sana. Niko nikiuliza swali. Wewe ukipata mshahara ya shilingi 1200, mazee tutakuwa tukipata tithe hapa kweli? That was the question that I was asking. Tithe tutapata? Wewe sema tu. Unajua tithe ya 1200 ni pesa ngapi? 20,000. Shall we be getting? If now you are not faithful with the little that your dad gives you, ile kidogo daddy anakupatia. Bwana asifiwe sana. And you are the people, sio sisi. Sisi kuna kazi tumefanya. Because the things that I passed through, my son will not pass through them. Even the salary that I usually receive, my son will not receive. Atapata juu, na wengine wengi mko pale, atapata juu ya zile nimeshai kupata, na hata pitia majaribu makali kama torogamei. Raise up your hands and go before God. Tell God thank you. Raise up your hands. It is exactly 20 past. Sinsawa. Inua tu mikono yako tu, uende mbele ya Bwana, mwambie Mungu ya kwamba akuwezeshe. Ripasa taraba sando robo shere rebo karebo zintiri yetere rebo nena rabo sata brigineria raibon soboganti ribe closed. Your worthy Father. Must I give you praise? Must I give you honor? You are precious. How I pray that these principles that you have learned today, oh God Almighty,
may be downloaded and impacted in the spirits and in the hearts of these young people. Be glorified, oh dear Father. Let there be a change in their life. Let them be men and women of honor, Father, because you are gracious. Asante mfalme. Tutakupigia makofi mfalme, tukisema ya kwamba wewe usifiwe hata ulimwengu. Nimekula dakika ingine moja. God bless you. Narudishia kiongozi na Mungu awabariki. Tumpigie kiongozi makofi. Hapo pengine tutakuja maliza wakati mwingine. Si sawa? Kiongozi yako wapi? Just singe dakika moja tu. Sasa hata kama ni kunini dakika moja.